uvumilivu, upendo, hekima na maarifa. Hivyo vitu ndio inahitaji vinne: upendo, uvumilivu, hekima na maarifa. Kwa sababu usipokuwa na uvumilivu hautafika sehemu. Anahitaji kuvumiliwa. Kuna wakati mwingine anapitana na changamoto kubwa, pengine labda ana watoto wawili, mmoja mpaka ngapi, watatu, wanne, anapitia changamoto kubwa. Na pengine labda wewe mmependana lakini uwezo wako wa maisha ni mdogo kuliko hata yeye pengine. Kwa unahitaji uvumilivu hapo. Pengine ujitahidi na ubebe majukumu yaliokuwa nao, msaidie mpate apate relief. Na inahitaji upendo. Unakuwa uchukue nafasi ya baba, pengine yuko hai au hayupo, pengine wameachana, uchukue nafasi hiyo. Kwa kuna wakati mwingine unamhitaji wewe na muda wao watoto pia wanamhitaji. Kwa lazima watoto wakifika stage ya kugundua wewe kuwa ni baba pia. Kwa kama hujaitaka kuivaa nafasi hiyo ya upendo, huwezi kutoboa na mwanamke ambaye tayari ana mtoto au singomaza. Ya tatu, hekima. Kuishi na kila mwanamke anahitaji hekima na akili. Hata vitabu vya Biblia imeandikwa ishi na wake kwa akili na sio hisia. Kwa hiyo ukiwa hauna hekima, utasikia maneno mengi. Utasikia amepiga simu anaulizia watoto wake, anataka kutuma hela ya ada, atatuma tu bila kupiga simu. Au bado anatoa huduma yule mwanaume mwingine mwenye watoto wake. Kwa inahitaji hekima zaidi. Na ufahamu ni utambuzi. Inahitaji uwe na ufahamu wa kutambua wa hapa kweli mtu ana mapenzi, hapa kweli hivi. Na kweli kila siku nawaambia mwanamke singomaza akifika stage akisema basi kila mtu aangalie maisha yake, inakuwa ni basi kweli. Achana kusikiliza maneno ya watu. Ndio maana inahitaji vitu hivyo vinne: upendo wa kweli, uvumilivu, hekima na maarifa ama utambuzi. Zitakusaidia kuishi na mwanamke huyu kwa muda mrefu sana.